Hello, karibu tena, karibu katika chaneli yetu. Kama ni mara ya kwanza unatembelea chaneli hii, na kuomba subscribe kabla ya kuendelea. Pia na kuomba usiache kufuatilia video hii mwanzo mwisho, ili uweze kuelewa vizuri na kuweza kutoka na kitu katika video hii. Katika video hii nimeelezea namna ya kusponsor au kurusha matangazo Facebook. Ni huduma ambayo nimekuwa nikifundisha muda mrefu, nimefanya na wafanyabiashara wengi wanafanya na wanapata matokeo makubwa sana. Hasa leo natamani nikufundishe wewe uweze kusponsor matangazo yako mwenyewe, uweze kuboost matangazo yako mwenyewe Facebook. Acha kufanya ili uweze kusponsor matangazo, unapaswa uwe na page yako ya biashara. Nadhani wengi wana Facebook page. Kama hauna, unaweza kutengeneza Facebook page. Sasa namna ya kwenda kusponsor tangazo, utaingia moja kwa moja Facebook. Ukishaingia Facebook utaenda kwenye page yako. Namna ya kuingia kwenye page, maanake nitagusa hapa juu kwenye vidoti vitatu. Nitachagua page ambayo nipo nayo hapa ni page ya Mama la Wamama. Hii ni page ambayo tupo nayo hapa. Utakapofungua page, nitashuka moja kwa moja kwenye posti ambazo zinapatikana kwenye page yetu. Hizi ni posti mbalimbali ambazo zipo. Nadhani chini ya post unaona kuna option imeandikwa boost post. Nadhani unaona. Sasa kufanya, utaenda moja kwa moja kwenye tangazo. Tuchukue tangazo hili hapa chini, ila jipatie mafuta bora ya kupaka. Haya, tuangalie tangazo letu hili hapa. Sasa wakati una boost, utabidi uangalie sehemu iliyoandikwa boost post. Ili imeandika boost again, maana nilisha boostiwa tayari. Kwa hiyo nimekuandikia boost again. Ila kama unaanza kwa mara ya kwanza, utaona sema kuandikia boost post chini ya post. Utagusa mara moja. Baada ya kugusa, itakuja hivi. Itafunguka namna hii. Utaona ile picha yako, button ya WhatsApp kwa chini na vitu vingine. Sasa kipengele cha kwanza cha kuzingatia unapo boost tangazo ili upate matokeo ni goal. Unapoongelea goal, maana yake ni lengo la ile tangazo lako. Una boost ili upate nini? Ukiweka automatic, maana yake Facebook wao wataliweka, tutakuwa ni watachagua wakupe matokeo gani. Ila mara nyingi napendekeza chagua get more messages. Yaani chagua upate message nyingi, upate jumbe nyingi za watu watakazokupigia na kukutafuta. Kwa hiyo utachagua get more message. Tayari nisha select goal. Nitashuka chini. Kwenye messaging app unaweza ukaacha namna hii. Mtu anaweza kutumia ujumbe Messenger, kutumia ujumbe labda Instagram. Mara nyingi mimi napenda kutumia Messenger na WhatsApp. Mtu atakuja moja kwa moja. Kama unavyoona kwa juu hapa kuna kibatani hichi cha WhatsApp. Mtu akigusa, manake moja kwa moja atakuja wapi? Atakuja WhatsApp kwako. Kwa kwenye messaging apps utaziacha kama zilivyo. Unaweza kuondoa ambao hutaki, labda hutaki Messenger, utaondoa hiyo tiki hapo. Sasa tutashuka chini kwenye kipengele kingine. Kipengele kingine ni audience. Choose audience. Audience mara nyingi kama ni akaunti ya mwanzo kabisa, umefungua page ya mwanzo ambayo boost, mara nyingi inakuwa ni United States automatic. Wanasema by default, yani mara zote inakuwa tu ni United States. Kwa hiyo ili upate matokeo, ukienda tu kichwa ukavuka hii hatua ukaacha United States ukaboost tangazo lako litakupa matokeo. Kwa hii sehemu hapa ya audience utaigusa mara moja kwenye edit. Naomba nirudi tena nyuma. Utagusa edit. Kwenye edit kama utakuta ni United States, utafuta. Maana yake kuna location hapa chini, kuna vitu vingi, kuna location. Gusa location, utaandika location unayoitaka. Kama itakuwa ni United States utaifuta, utaandika labda hapa Tanzania. Japo kwa Tanzania ipo tayari. Sema Tanzania imesha selectiwa. Kwa hiyo ukiandika inakuja moja kwa moja. Kwa kama ni United States utaiondoa, utaandika Tanzania afu utasave. Nadhani hapo utakuwa umenielewa ndugu mfuatiliaji. Kitu kingine cha msingi ni sehemu ya placement. Kwenye placement utaacha Facebook na Instagram. Maana tangazo lako litakuwa na uwezo wa kuruka Facebook mpaka Instagram, japo umepostia Facebook. Placement ni nzuri sana. Kwa hiyo kupitia placement unaweza kurusha tangazo lako likaonekana mpaka Instagram. Mimi huwa mara nyingi na boost tangazo langu Facebook, lakini wateja wanakuja wa Instagram pia. Kwa hiyo utafanya namna hiyo. Sasa kipengele kingine cha mwisho ni cha budget and duration. Maana tunaangalia hapa budget iliyopo au utakayotaka kuitumia wewe na muda gani tangazo liende.
Sawa, tunapoongelea duration ni muda. Hasa kwenye budget unaweza ukaweka tuseme $2 kwa siku 2. Ukiweka namna hii, manake kila siku itakuwa inatumia dola gani? Dola moja. Manake kwa $2 kwa siku 2. Kwa unaweza ukaweka hata ukaweka 1 kwa siku 1. Sawa? Ukishuka chini kabisa hapa kuna sehemu imeandikwa payment method. Na chini kuna sehemu imeandikwa payment summary. Sasa kwenye payment summary hapa manake watakwambia tangazo lako litakatwa shilingi ngapi. Kama tumetumia $1 kwa siku 1, tangazo lako linagharimu $1, ila kuna kitu kinaitwa VAT. Unapoongelea VAT ni makato ya serikali. Kwa hiyo wamekuongezea VAT ambayo ni 0.18, yani inakuwa ni $1.18. Tutaangalia ni shilingi ngapi kitanzania. Sasa kufanya, baada ya kuseti bajeti yako namna hii, budget moja, duration moja, utakwenda kwenye payment method. Gusa mara moja. Tuenda kulipia sasa. Itakuletea vitu vya kuchagua. Kwanza hapo kuna sehemu ya amount to add. Kwa utaenda utaandika 1.18 aliyokuandikia pale, ambapo unatakiwa uboost. Kwa utaandika 1.18. Baada ya hapo nitachagua M-Pesa. Sawa? Tuachana na Mastercard, Visa card. M-Pesa ni njia nzuri zaidi ya kuboostia, na ninapenda sana kutumia M-Pesa. Utakachokifanya nitaenda next. Chagua next, itakuwa ina load. Kupeleka sasa kwenye dashboard ya malipo. Natakiwa uwe mvumilivu wakati inafanya hivi. Huwa inachukua sekunde kadhaa kama sio dakika moja. Naona imenileta hapa. Kwa hiyo tutakiwa tulipe shilingi 3,257 Tanzania. Cha kufanya, chini kuna sehemu ya kuweka namba. Utaanza namba yako kwa kuanza na 7 ngapi ngapi bila kuanza na 0. Andika 7,649,921,5. Hii ni namba yangu ya simu. Kwa baada ya kuandika namba yako, utagusa pay by M-Pesa. Gusa mara moja. Kuna ujumbe utakuja kwenye screen yako. Angalia kwa makini kabisa hapa. Nadhani unaona kuna ujumbe unakuja, unataka kulipia kiasi hicho kwenda Facebook Ads. Kwa ukiingiza namba yako ya siri, pesa itakatwa kutoka kwenye Facebook yako, kutoka kwenye M-Pesa yako kuingia kwenye Facebook account. Mimi nitakancel kwa sababu nilikuwa sitaki kulipia, nilikuwa nafundisha, si ndio? Ila wewe utaingiza namba ya siri, itakatwa, itahamia Facebook. Utarudi kwenye tangazo lako. Baada ya kufanya kila kitu umeweka moja, ile itakuwa imeshaingia ndani. Kama tutakuwa tumeingiza, tutagusa boost post. Maana yake tangazo litaanza kukaguliwa afu litaachiwa. Utakuwa umemaliza zoezi la kuboost. Naamini umejifunza kitu. Kama umeangalia video hii mwanzo mpaka mwisho, naomba usiache kusubscribe kwa ajili ya mafunzo mengine mengi mazuri katika masuala yote ya kuboost matangazo, namna ya kutarget audience vizuri wakupe matokeo, na vitu vingine vingi sana kuhusiana na biashara